kurudi kulala baada alfajiri, hata wakati wa ishraq, ni bora atoke aende zake akatafuta riziki yake. Mambo mengi pale yatafunguka, mambo mengi sana yatafunguka. Sasa wewe ukiwa unataka kulala, usiache kulala kailula. Sayyidina Umar anasema radhiyallahu anhu, tulikuwa wakati wa Mtume akitolea khutba ya Ijumaa, baada ya swala ya Ijumaa, unakuta msikiti watu wote wamelala usingizi mdogo wa kailula. Dakika 5 hivi inamtosha mtu, dakika 10 inamtosha mtu. Unalala hivi mpaka unashtuka ulikuwa umeamka, umelala. Maana hiyo inakutosha kabisa. Ndio Mtume akasema, qilu fa inna ash-shaytana la taqilu, laleni usingizi wa kailula, kwani shaytan halali kailula. Na ukilala kailula ni nzuri kwa afya yako, inakupa nguvu za mwili, ni nzuri kwa akili yako, bongo yako inakufanya unakuwa na nishati, unakuwa mtu mchangamfu. Hata katika nchi za Europe na Amerika sasa hivi, hizi mavilabu nyingi za mpira ambao wanacheza mpira wamewapangia wachezaji wa mpira nusu saa ya kulala mchana, hata ile siku ya mechi yenyewe. Na wale makocha wanasema wanapolala mchana wanakuwa na nguvu sana uwanjani. Wao wenyewe wanashangaa, na siku ambayo hawakulala mchana wanakuwa goigoi, wanakuwa ni watu ovyo ovyo, wanaanguka ovyo. Inampa mtu nguvu hii. Sasa ni bora mtu kulala pale, lakini sio kulala usingizi ambao unaitwa az-zailula. Zailula maana yake ni mtu kulala baada dhuhuri mpaka karibia na magharibi. Na unajua usingizi wa usiku ni tofauti na usingizi wa mchana. Ukilala hii zailula unataka kuendelea tu, wengine wanaita ailula, utosheki. Na kila ukiamshwa ukisikia time imefika utaka kuendelea tu, haitosheki, maana haikutoshi. Maana hii tena itakuwa ni madhara ndani yake. Kailula ni ile usingizi mdogo tu, dakika 10-15 umeamka umeshtuka, inakutosha hiyo kufanya ibada nyingi sana. Kwa hivyo sisi wengi wetu kulala baada ya salati alfajiri, hii ni makosa ambayo tunafanya.